Kabla ya muziki kulikuwa na ukimya wa maumivu. Kabla ya ndoto kulikuwa na vita ya kuishi. Hii ni hadithi ya msanii Frogboy. Alikuwa katika mazingira magumu, mahali ambapo ndoto zilionekana mbali. Masomo hayakuwa rahisi, sio kwa sababu hakutaka kusoma, bali maisha hayakumpa nafasi. Hatimaye akaacha shule. Akiwa hana chochote, hana msaada wala mwelekeo. Kwa majina ninaitwa Moses Crop. Jina la usanii ni Frogboy. Ninatoka upande wa Lale, nilisaliwa huko na nikalelewa huko. Katika masomo yangu nilisoma na nilipitia changamoto mengi sana. Na kwa sababu wazazi hawajiwezi. Kabla sijaenda shule nilikuwa nikichunga ng'ombe. Mimi nilikaa mpaka mimi mwenyewe nikatamani kusoma, lakini nilitoroka kutoka nyumbani nikaenda kutafuta shule ili niweze kupata masomo. Wakati nilienda shule, nikaenda shule yenye inaitwa Lale Primary na nilisoma hapo mwaka moja kutoka na Uyapong Primary. Penye sasa nilisoma darasa la kwanza hadi nikafika darasa la 7. Vile nilisoma hapo, nikaenda kutoka darasa la 7, nilikuwa nimegonjeka kidogo mwaka moja, nikarudia darasa la 7. Alafu nikaenda shule nyingine inaitwa Leng'oro na nikajoin, hiyo ilikuwa mwaka 2014. Nikaenda Leng'oro darasa la 7, alafu nikafanya mtihani wangu wa kitaifa mwaka 2015. Alafu wakati sasa na join kidato cha kwanza mwaka 2016 nika join St. Kumboni. Alafu hapo sasa nikapitia sasa magumu kwa kidato cha kwanza shule ya upili. Hapo wazazi hawakuwa wanaweza kunilipa karo. Aliondoka akaanza safari ya maisha. Alitembea zaidi ya kilomita 200 kutoka Alale hadi mjini Kapenguria, akiwa na njaa na uchovu mwingi, lakini moyo wake ukiwa umebeba ndoto moja: muziki. Mimi nikatumia wakati wangu, nikasema wacha nifunge safari nikuje town. Nikafunga safari siku ya kwanza kutoka Lale hadi penye inaitwa Konyao. Nikalala Konyao. In fact nilikuja usiku, ilikuwa saa 1. Nikakuja usiku the whole day, saa 9 nikafika Konyao na nikakaa Konyao hivyo. Nikakaa Konyao mpaka asubuhi na nikashinda Konyao mchana yote hadi jioni na nikalala Konyao. The following day nikaamka. Nikakuja hivyo. Nikakuja tu mpaka town. Ailala veranda kwenye baridi mkali akiwa pekee yake. Ili kuishi, alianza kazi ya kuchunga mifugo kama tira. Kazi ilikuwa ngumu, lakini ilimjenga uvumilivu. Baada mimi nifike town, nilala veranda kwa sababu sikuwa nikijua mtu yeyote. Na tena sikuwa na pesa ama kitu yenye naweza lipa nyumba. Nikaamua tu kulala hapo veranda na vijana wetu wa town hadi nikapata jamango fulani ya kamatira huko. Nikaomba kazi, akanipea kazi ya kuchunga ng'ombe. Nikaenda huko, kaenda kamatira, ilikuwa mwaka 2018 mwezi wa 12. Nikakuja sasa hapo, wakati alinipea kazi, nikaingia kazi ya kuchunga ng'ombe na akaniambia nitakuwa nikikulipa mshahara 2500. Hapo ndipo alianzia. Nikafanya hiyo kazi ya ng'ombe na nikafanya hiyo kazi, akiongeza hiyo mshahara, aliongeza mpaka 1000. Alafu sasa wakati nilikuwa nikiandika juu, mimi nilikuwa nikibebana na kitabu changu kwenye malishoni kwa ng'ombe, nilikuwa nikibebana na kitabu changu nikiandika mistari yangu. Akiwa akichunga ng'ombe, aliandika muziki kwenye daftari lake. Kila mistari ulikuwa matumaini mapya. Baadaye akaenda makutano. Ndoto yake ikaanza kuwa halisi. Aliingia studio bila pesa,
lakini akiwa na imani. Nikaamua kupeleka ng'ombe hadi shamba, alafu nikavungia ndani na nikaenda. Baada mimi sasa kufika town, nikapatana na msanii ambaye nilifurahia sana. Nikauliza yeye studio iko wapi, akanielekeza studio fulani, studio inaitwa JM, na akanipeleka hadi huko na akanionyesha producer. Yeye kwanza akaniuliza unaimba style gani? Mimi nikaimba, nikamwambia mimi sijui, nilikuwa bado sijagundua. Nikaimba, akaniambia piga freestyle, mimi nikaimba na yeye mwenyewe akafurahia. Akaenda kuambia producer kuna msanii hapa anaimba wimbo moto, na Baruz aliambia yeye aniite. Sasa karibu. Asante. Na huyo Baruz nikapata tena ni mtu mzuri sana, mwenye anaweza elewana na msanii. Nilipata tu anarekodi wasanii wengine. Nikaongea na huyo producer, akaniambia sasa ngoja kidogo nitakurekodi bure. Sawa, nikakubali. Mimi nikaongoja, alafu nikaenda kidogo, akanipigia simu. Mimi nilikuwa na simu yangu kidogo, sikuwa na smartphone. Akanipigia simu akaniambia kuja mpaka studio. Ndio nikakuja kurekodi huo wimbo wenye ina ati bombe kitu gani namaliza wa baba bombe kitu gani namaliza wa mama bombe kitu gani namaliza vijana bombe kitu gani namaliza vijana. Kwa nilikuwa nikichonga ng'ombe, boss wangu alikuwa ananilipa 2500. Nikasema mimi kama msanii, kwa sababu studio ni 1300, wacha niende na hii pesa 2500, kwa sababu producer alikuwa ananiambia nitakurekodia wimbo na studio ni 3000. Mimi naye nikajua ni 3000, nikasema wacha niende niombe kwa hii 2500. Nikaleta hiyo pesa hadi studio. Nijaribu kupea producer akaniambia mimi siwezi chukua hiyo pesa kwa sababu tu mimi nilikuwa nimefaidi kama nitakurekodia wimbo bure. Akanirekodia huo wimbo bure, nikarudisha pesa. Nikaenda hivyo kwa sababu alikuwa amenisaidia. Nikajua hapo ndipo nilijua huyu producer Baruz ni producer mzuri sana. Akakuwa tena sasa ikakuwa sasa mtindo. Baruz akaendelea sasa hivyo. Akaniambia wacha hii wimbo ni edit, alafu utakuja tena kurekodi ngine next wakati utakuja kuchukua hii. Nikamwambia sawa. Mimi nikaenda nikarudi kama tira yangu. Nikakaa huko nikichunga ng'ombe, nikitunga watu walikuwa nasema tu huyu mtu ni mwenda simu labda. Lakini nilikuwa nikiimba kabisa. Ile nilikuwa nikiimba kwa sauti kutoka kwa huko malishoni kwa ng'ombe. Watu walikuwa tu wanauliza huyu mtu anaimba. Kila mtu alikuwa anajua mimi ni mwimbaji huko. Kaimba tu hivyo nikera. Wimbo wa pili nikakuja wimbo inaitwa Shalina, ile tuliimbana na Mr. Ray, wakaimba hiyo wimbo hivyo. Kabla sija rekodi alikuwa ananiambia umekula, nikisema bado, ananipea 100, ananipea pesa na niambia aenda kula. Sasa nikaimba hapo, wimbo inasema kitu gani namaliza wa baba pombe, kitu gani namaliza vijana pombe, kitu gani namaliza wa baba pombe, ati pombe. Hiyo wimbo ndio niliimba, na kwa sababu niliimba hiyo wimbo sababu pombe imewahi uwa baba yangu. That's why niliamua kuimba hiyo wimbo. Sababu ni mbaya sana, niliona mimi mwenyewe pombe inaua. Ile Obama nilikuwa nikichunga ng'ombe, kaambia boss wangu, sasa yeye aliniambia peleka ng'ombe hadi shamba kwanza ndio uende. Nikaamua kupeleka ng'ombe hadi shamba, alafu nikabungia ndani na nikaenda. Ndio nikakuja sasa kulonji. Kufika hapa town nikapata wasanii wanaimba. Mimi sasa nilikuwa na simu yangu kidogo, ile simu yenyewe haikuwa inacheka battery, walikuwa naweka dunga battery yenyewe. Nikakuja mpaka hapo na wakaweka memory yangu pala, pia waka copy wimbo yenyewe, hiyo wimbo ya pombe. Nikaimba hapo. Wakati niliimba sasa wakaniambia nilimba ya kwanza, nikaona watu walifurahi wimbo wangu. Na wakaniambia kaa chini baada ya nimalize. Maliza wa mama pombe, kitu gani namaliza vijana pombe, kitu gani namaliza vijana pombe, ati pombe, ati pombe.
inamaliza wa baba? Pombe. Kitu gani inamaliza wa mama? Pombe. Kitu gani inamaliza vijana? Baada ya kuimba nikaona baada ya watu kuniambia, wakati nimeimba akaniambia kaa chini. Nimekaa chini, watu wameniletea nguo, viatu. Nikaona nimevaliwa viatu, nimevalishwa longi, nimebeba mali, nimevalishwa nguo, kila kitu. Nimeng'ara sana, nikang'ara kama msanii. Alafu wakanipea pesa, wakaniambia hesabu hiyo pesa. Nilikaa sasa mpaka jioni saa 1 hivi. Nikasema sasa, wakati mimi hesabu hiyo pesa nikapata pesa yenyewe ni 10,000, na nikaona hapa, nikamwambia jamaa yangu huyo Ruata anibebe, akanibeba mpaka Matera. Ndio nikaenda sasa nyumbani na sukari kilo 2 na majani kwa boma yenye mimi nilikuwa nikichunga ng'ombe. Na hapo ndio nilikaa kidogo, nilikaa hapo kwa Matera mpaka 2019 mwezi wa 4 nikatoka, kwa sababu mimi mwenyewe niliona mimi msanii ambaye hata nikikaa hiyo boma na niambie bosi maneno ya kuimba angekuwa anaweza, kwa sababu niliona kama nitapea mzigo mingi sana. Na mimi mwenyewe nikaamua kutoka, nikakuja town. Nikuje tu ili niweze niimbe kama wasanii wengine. Mimi sasa nikagoncheka hapa town. Nikapata producer Baru, akanisaidia. Akaniuliza, uko sawa? Nikamwambia siko sawa. Nikamwambia niko sawa. Yeye kumbe alikuwa ameniangalia kabisa, hadi yeye mwenyewe akajua huyu mtu hayuko sawa. Akanipeleka, akasema sasa acha nikupeleke nikutafutie dawa. Nikajaribu kuambia niko sawa, akasema hakuna. Nikaenda hospitali, akanipeleka hospitali na nikapima hapo, nikapewa dawa. Wakati nilipewa dawa, nilipewa dawa na nikadunga hapo. Hiyo ni siku nyingine sasa, nikashukuru sasa Mungu sana. Nikakaa kwa wiki 2 tena na wiki 3. Nikapata na msalibu wa kote. Mimi nilikuwa nimegonjeka sana, nikitetemeka. Akakuja kunipata na akaniambia, "Bwana unakoa." Nilikuwa nimekoa sana. Hadi nimekoa sana, nilikuwa nikisurvive kwa. Pokoba akaniambia, "Unauma wapi?" Nikamwambia kifua. Akaingia nje na kumbe alienda kupigia daktari rafiki yake. Na huyo daktari akakuja kunipima damu. Aliniambia uko na pneumonia na malaria. Akanipea dawa. Wakati nilipewa dawa na nikadungwa hapo sindano 2, nikaona nimerecover kidogo na nikarudi fumu. Kwa sababu sasa siku hiyo baada ya mimi kudungwa, akanipea 1,000, akaniambia sasa utakuwa ukikula hii. Mimi sasa nikakaa hivyo, ikakuwa sasa mimi naenda kila asubuhi hospitali. Sasa nikaona nilisaidiwa sana. Nikashukuru Mungu kabisa kwa sababu ya Barus na Pokoboy wenye walijaribu kushughulikia maisha yangu kabisa, na nikaona Mungu halali. Hadi leo bado nashukuru Mungu. Mkutano uliandaliwa na mwenyekiti pamoja na wakamati, ukawaleta pamoja wasanii kujadili mwelekeo wao wa kimuziki. Katika ukimya wa ukumbi, Frogboy alisimama, akafungua moyo wake, na kwa sauti iliyojaa maumivu akaeleza maisha magumu aliyokuwa akipitia kwa muda mrefu. Ukumbi ukatulia kwa ukimya mzito, huruma ikatanda hewani, na hapo ndipo kila kitu kilianza kubadilika. Nikaongea hapo nikieleza wasanii shida zangu, na hapo ndipo niliambia wasanii shida zangu. Mara ya kwanza nilikuwa nikificha katika yale machungu nilikuwa nayo, au wasanii haya machungu yaliingia au wasanii wote.
na wasanii walihisi uchungu sana kwa mambo yangu, mashida zangu zote zile niliambia. Akaamua kunisupport ama kunifanyia support. Kila mtu akaamua kutangaza yenye ataleta. Mwingine akaleta gas, mwingine akaleta kitanda, mwingine akaleta mattress, mwingine akaleta duvet hivyo, mwingine akaleta masufuria hivyo, mwingine akalipa nyumba. Kama chair, nataka nipongeze hao wasanii sana kwa umoja ambaye wako nayo, kwa sababu kiukweli wamesimama pamoja na ndugu zao. Sisi kama mandugu, kama wasanii waimbaji wote, tumehakikisha kwamba Frogboy leo anapata makao mahali pa kukaa. Na ukiangalia hivi, Frogboy hakukuwa hivi, alikuwa mtu tofauti sana, lakini leo vile yako hivi, hata simuona Frogboy ameng'ara tu. So tumefurahi sana kwa sababu hao wasanii wamehakikisha mambo ya Frogboy inaenda sawa. Wasanii power. Kwa majina mimi naitwa Frogboy. Sina la kunena, lakini ila tu ni furaha bure ndio kwa mwanangu. Ni Mungu na upendo ndio umetukutanisha mahali hapa. Frogboy, najua mambo mazuri yameanzia hapa na itaendelea hivyo. Unajua hata kama maisha imekuwa ngumu, mlango mmoja ukifunguka na hivyo ndio unapona hivyo. Frogboy kama mmoja wetu amekuwa na challenge moja mbili, na tumekuja mahali hapa leo kuhakikisha akona mahali pa kulala na akona mahali pa kuamkia na chakula. Nitakuwa sasa pembeni katika msitu. Matumaini yangu yamerejea na ni mara ya kwanza kwangu kufurahi, na nimejua umoja yanaweza badilisha maisha ya mtu yeyote yule. Baada ya kupokea msaada na upendo kutoka kwa wasanii wenzake na wahisani, ukurasa mpya ulifunguliwa. Video yake ya kwanza ya muziki wa wimbo Pombe, iliyoongozwa na director Naitale pamoja na Tristan Kevin, kawa alama ya mwanzo mpya. Ilikuwa zaidi ya muziki, ilikuwa ushindi dhidi ya maumivu ya zamani. Kitu gani namaliza wa baba Pombe, kitu gani namaliza wa mama Pombe, kitu you make me to wish I know in the deep, but I make balance in the deep, to show that I am making my way. I focus on there now this time, to make me follow from background. Kutoka safari ya miguu mirefu hadi kusimama tena akiwa na nguvu mpya, maisha yake yakawa ushahidi kwamba matumaini hayawezi kuzimwa kirahisi. Watu walipoungana, ndoto ilikuwa karibu kufa ilipata uhai mpya. Safari yake ikawa somo kwamba huruma inaweza kubadilisha hatima ya mtu. Wakati mwingine, mtu huhitaji miujiza mikubwa, bali moyo mmoja wa kujali. Ndoto huendelea kuishi pale ambapo matumaini yanatunzwa. Hadithi ya Frogboy ni ukumbusho kwamba hata katika giza refu zaidi, mwanga unaweza kuzaliwa tena.